anatai miezi 30 ambaye hatujalipwa mpaka sasa. President Ruto amekuja hapa mara kwa mara akatuagiza mashini, lakini mpaka sasa hakuna. Na wapunge wetu wote kutoka Western wamekuwa watu wakora, wametutanganya mara kwa mara, hata hakuna ule mtu yoyote ambaye anaangalia masilahi yetu. Sisi kama wafanyikazi hatupei CTF, hatuna lolote, watoto wetu wako nyumbani, mashamba yamelala, kila kitu ni shita. Kwa hivyo tunaomba Mutahi Kagwe kama ameingia kwa ofisi akuje aangalie mambo yetu, lakini hii mambo ya Fort Kenya imetuangusha sisi hapa, mpaka sasa tumefika mahali tumechoka. Murutachara inaendelea, lakini hatujapata lolote kutoka kwa ofisi ya kuu. Naitwa Jacqueline Simiyu, mwakilishi wa wamama wa viwanda zote za sukari. Tuko na uchungu sana kusimama hapa siku ya leo tukiambiwa jana ya kwamba wanalipa mwezi mmoja, alafu kampuni Raya anachukua. Ni uchungu sana, tumeteseka. Sijui politicians wetu mulienda wapi? Kama muko na kitu kwa mdomo ambayo mmekula jasho yetu, tafadhali mtuambie. Tumefanyia kampuni zaidi ya miaka 3 bila mshahara, alafu mnatuambia ya kwamba tunapata mwezi mmoja na tuende nyumbani. Hatutakubali, na Rai kuwa tayari kupigana hizi vita. Tunasema Rai under my microscopic scrutiny, I've realized that the government of Kenya want to intimidate the work of the sugar company. Mr. President told us that he was coming to bring us a new modern machine in the sugar company. We want new modern machine. And we want workers to be paid. We must come with a new modern machine for it to be president of 2027. Sisi tunaongea kwa serikali yetu ya Kenya ya kwamba wakati walikuwa wanaomba kura walituagiza ya kwamba wataleta mili mpya. Mili mpya yao imekuwa Rai. Sisi hatujakataa, isipokuwa Rai anatulipa madeni yetu, tuende nyumbani ni kama anachukua pesa yetu. Alafu anakatalia hata kulipa wafanyakazi. Tunaomba serikali tusaidie walipe madeni yetu. Lakini kile tunataka kuomba namna hii, watu wetu tafadhali tusilete siasa katika maneno ya Nzoia. Kile sisi tunataka katika Nzoia ni kwamba Nzoia kwanza, kitu cha kwanza, Nzoia must be able to work. Na Nzoia kuweza kufanya kazi, wakulima lazima walipwe. Mimi naunganika na yeyote yule ambaye anasema wakulima lazima walipwe. Kitu cha pili, wafanyikazi lazima walipwe. Kwa sababu ukitaka hiyo factory iweze kufanya kazi, lazima wafanyikazi walipwe, kwa sababu hao ndio wanachunga pesa za wakulima. Na kitu cha tatu ambacho tunasema na tutaendelea kusema, lile shamba la Nzoia halitaweza kutoka kwa mikono ya serikali ya kaunti ya Bungoma. That land must remain government property, it remain government land. Yule mwekezaji ambaye anataka kukuja huko lazima ahakikishe kwamba wakulima wamelipwa, wafanyikazi wamelipwa, na hakika tunabadilisha uchumi wa sehemu hiyo. Hilo ndio maoni yangu.